Solomon and for his servant, his people Israel. Thus Solomon finished the house of the Lord and the king's house, and Solomon successfully accomplished all that came into his heart to make in the house of the Lord and in his own house. Verse 12. Then the Lord appeared to Solomon by night and said to him, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a house of sacrifice. When I shut up heaven and there is no rain, or command the locusts to devour the land, or send pestilence among my people, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Now my eyes will be open and my ears attentive to the prayer made in this place. Bwana sifiwe sana. Kutoka kwa hilo somo nimesema kwamba tangalia God's promise of answered prayer. God's promise for answered prayer. Mungu anahidi kwamba atajibu maombi yetu. Na ilifanyika, somo hili linakuja wakati ambao taifa la Israeli waliweza kwenda mbele za Bwana kwa sala katika ibada. Na katika ibada hii ilikuwa ni ibada ya kuweka wakfu hekalu la Mungu ambalo lilikuwa limejengwa kule Yerusalemu na mfalme Suleimani. Kwa hivyo hekalu limekamilika kujengwa, na sasa Suleimani mfalme pamoja na taifa lote la Israeli wanajumuika pamoja kwa ajili ya kuweza kwenda mbele za Mungu na kuweza kuikabidhi na kuiweka wakfu mbele za Mungu. Na ajabu ni vile ambavyo jambo hili lilivyofanyika, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba watu walienda mbele za Mungu katika lile hekalu na wao wakasimama. Na wakati mwingi, wakati ambao tunasimama hata katika ibada, kusimama katika ibada inaashiria jambo. Standing before the Lord is a symbol of loyalty. Tunaposimama mbele za Mungu inaonyesha ile heshima ambayo tunaonyesha tunapoenda mbele za Bwana. Na ikawa tofauti kwamba wakati ambao watu walikuwa wamesimama, wakati ambao wameenda mbele za Mungu, wakati Sulemani pia naye alienda mbele za Bwana, tunapata kwamba mfalme mwenyewe kama njia ya unyenyekevu mwingi alienda mbele za Mungu na akapiga magoti yake. Kwa hivyo kupiga magoti ikawa inaashiria heshima kubwa, inaashiria unyenyekevu mwingi ndani ya mfalme, na ikijulikana kwamba it was not a usual thing. It was unusual for a king to kneel before someone else in front of his own people, kwa sababu kneeling ilimaanisha submission, ilikuwa inamaanisha ile hali ya kunyenyekea. Na Sulemani akiwa mfalme, watu wamesimama ikiwa ni njia ya kuonyesha heshima. Sulemani ameenda mbele za Bwana na yeye mwenyewe akapiga magoti yake mbele za Bwana. Na katika hiyo hali tunakuta kwamba Sulemani aliweza kuonyesha ile upendo aliyokuwa nao kwa Mungu na ile heshima ambayo alikuwa nayo mbele za Mungu, akipiga magoti yake mbele zake na kwenda mbele yake katika kuabudu. Na his action showed that he acknowledged God as the ultimate king and authority. Yeye mwenyewe ni mfalme, lakini anapoenda mbele za Mungu katika sala na katika maombi, akienda mbele za Bwana kwa ajili ya kuweka wakfu ile hekalu, aliweza kuonyesha na kudhihirisha ya kwamba yeye mwenyewe anatambua ya kwamba Mungu ndiye mkuu, ndiye mfalme mkuu, na ndiye yeye aliye na mamlaka juu ya watu wote. Na wakati ambao Sulemani aliongoza watu katika maombi haya, aliweza kwenda mbele za Mungu na kauliza Mungu mambo kadha. He asked God to hear their prayers. Akaambia Mungu, sikia maombi yetu, hear our prayers, and especially concerning a variety of situations. Wakati huo
kulikuwa na mambo mengi ambayo yalikuwa yanaendelea katika lile taifa la Yuda, ambayo ilifanya Sulemani akaenda mbele za Mungu. Hata wakati ambao wanakabidhi ile hekalu mbele za Bwana, hata wakati ambao wanaiweka wakfu, Sulemani anakumbuka kwamba taifa la Israeli lilikuwa linapitia mambo mengi. Unaposoma katika mlango wa 6, kwa sababu ya muda sitaweza kusoma, but you can take note. There was a lot of crime in the land. Kulikuwa na mambo ya uhalifu katika mji ama katika taifa la Israeli. Na pia taifa la Israeli pia likawa linakumbwa na mambo ama hatari ya kupigwa na adui zao, enemy attacks, katika mlango huo wa 6. Kwa hivyo wakati Sulemani anaenda mbele za Mungu, haya mambo yako katika mawazo yake, ya kwamba taifa linapitia mambo mengi, ikiwa ni mambo ya hatari kutoka kwa maadui zao, ikiwa ni kwamba kulikuwa na mambo ya crimes nyingi, mambo ya uhasama mwingi, ukawa ni kwamba watu wana sehemu nyingi ya taifa ikawa pia inapitia mambo ya ukame, drought. Chapter 6 verse 26 to 27 inatuambia kwamba kulikuwa na ukame katika mji, na pia kukawa, kwa sababu ya ukame pia kukawa ni kwamba kuna njaa. Katika mstari wa 28 mlango wa 6 mstari wa 28 mpaka 31 inaonyesha kwamba taifa lilikuwa limekumbwa na njaa na haya mambo, na pia kukawa na maneno ya influx of foreigners, kwa sababu pia ya kutokuwa na usalama katika miji mingine ama mataifa mengine, kukawa na watu wengi. Kwa hivyo Sulemani anaona watu wanateseka, anaona watu wanaangamia. Kukawa pia na mambo ya vita katika chapter 6 verse 34 to 35, kuna mambo ya vita, na pia kukawa na mambo ya dhambi ambayo ilikuwa imekita mizizi katika taifa la Israeli. Na haya mambo yakawa ni msukumo wa Sulemani kwenda mbele za Mungu na kupiga magoti katika madhabahu ambao tunaambiwa kwamba ilikuwa imejengwa ikawa ni juu, na Sulemani akapiga magoti katika ile madhabahu na akaweza kupeana maombi yake pamoja na maombi kwa niaba ya taifa la Israeli kwa ujumla. Haya ni mambo ambayo yalikuwa katika taifa la Israeli, na hata wakati huu tunapotazama nchi vile inavyoenda, tunapoona jamii zetu vile zinavyoenda, tunakuta ya kwamba na sisi pia tumekumbwa na mambo mengi ambayo yanafaa na sisi tukaweze kuinua mioyo yetu kama Sulemani pamoja na taifa la Israeli walivyoinua mioyo yao na wakaenda mbele za Mungu kwa ajili ya dua, kwa ajili ya maombi, kwa ajili ya kuswali. Na in response to God's prayer, Solomon's prayer, tunaona jinsi ambavyo Mungu aliitikia maombi yale ambayo Sulemani alienda nayo mbele za Mungu. Na Mungu kwa ile hali ya kujibu maombi ya Sulemani, he sent fire from heaven to consume the offering. Wakati walienda mbele katika mlango wa 6 wote imekuwa ni maombi kwa sababu ya yale mambo ambayo walikuwa taifa linapitia. Na unaposoma mstari wa kwanza wa mlango wa 7 tunakuta Mungu anakuja na anajibu maombi ya watu wake. Na Mungu wetu katika Agano la Kale ni Mungu ambaye alijidhihirisha kwamba alikuwa ni Mungu aliyejibu kwa moto. Alijibu kwa moto. Na mlango wa 7 mstari wa kwanza inasema, when Solomon had finished praying, ameomba, the Bible says fire came down from heaven and consumed the offering, the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the temple. The fire ama moto ambayo ilikuja, this perpetual fire symbolized God's presence. Wakati Sulemani pamoja na taifa la Israeli walienda mbele za Mungu katika maombi, Biblia inatuambia kwamba moto ukashuka na moto ukaweza kuteketeza, the fire consumed, na ikawa inaashiria kwamba Mungu amekuja, iliashiria kwamba Mungu amekuja, na pia ikaashiria kwamba Mungu
amekubali maombi. Mungu amesikia maombi yale ambayo wapendwa hawa waliweza kupeleka mbele za Bwana. Na pia it also showed divine acceptance by the Lord of the sacrifice. Kuna wakati ambao tunaenda mbele za Mungu katika kuomba, na tunatamani sana tuone na tuhisi Mungu akishuka na akijibu maombi yetu, and we see God doing this. Naona Mungu akifanya haya wakati Sulemani na taifa la Israeli wameenda mbele za Mungu. Tunapata ya kwamba Mungu ameshuka akaonyesha uwepo wake pamoja na watu wake, na pia akaonyesha ya kwamba amekubali ile ombi, amekubali maombi ya watu wake. Divine acceptance by the Lord of the sacrifice that the people had offered. The fire had fallen on several occasions. Unaposoma katika Biblia tunapata kwamba Mungu alikuwa anajibu kwa moto. Wakati ambao watu wake walikuwa naenda mbele zake katika maombi, alikuwa anajibu kwa moto. Na katika vifungu hivyo ambavyo nimetaja katika Genesis chapter 4 verse 4, tunaona vile ambavyo Mungu alishuka na akasikia maombi ya watu wake na akajibu kwa ishara ya kuteketeza ile sadaka kwa moto. Genesis 15 verse 17 pia inatuonyesha vile Mungu alivyofanya. Leviticus chapter 9 verse 22 to 24, tunaona Mungu akishuka na kujibu kwa moto. First Chronicles chapter 21 verse 26 pia inatuonyesha jinsi ambavyo Mungu aliweza kushuka na kujibu kwa moto. Na pia Wafalme wa kwanza mlango wa 18. Vifungu hivyo vinatuonyesha jinsi ambavyo Mungu alishuka katika Agano la Kale. Mungu alivyoshuka mbele katikati ya watu wake na akawajibu, kwa sababu amepokea, anawaonyesha kwamba niko pamoja na ninyi katika yale mambo ambayo mmeomba, niko pamoja nanyi. Na pia anawaambia kwamba nimekubali maombi yenu, nimekubali sala zenu, nimekubali dua zenu. Akawa anaonyesha katika hali ya moto. Na katika Agano Jipya tunakuta kwamba on the day of Pentecost, siku ya Pentekoste, tunakuta kulikuwa na moto ambao ulishuka juu ya watu ambao walikusanyika, ambao bado inatuonyesha kwamba hata lile jambo ambalo Mungu alitenda katika Agano la Kale akalitenda katika Agano Jipya, where approximately 1,000 years later the fire fell from heaven in a way that it had never fallen previously. Na watu wakati ule wakaanza kuongea kwa ndimi tofauti kwa sababu Roho wa Mungu alikuja katika ishara ya moto. Na unapata kwamba in the Old Testament times it fell upon the sacrifice, vile ambavyo tumesoma katika mlango wa 7 na mstari wa 1 na wa 2, iliweza kuanguka juu ya ile sadaka. Now that the sacrifice, the Lord Jesus Christ has been offered, kwa maana sasa we have no better sacrifice than the sacrifice who is Christ Jesus Christ. He has been sacrificed, he has been offered as a sacrifice. This same fire now accompanies the Holy Spirit. Hiyo moto ya Mungu sasa inaambatana na Roho wa Mungu ambaye anakaa katika mioyo na maisha ya wale wanaoamini. And that is why even now as we come before God, napokuja mbele za Mungu na kumwabudu, wakati ambao tunakuja mbele za Mungu na kutoa zaka zetu, tunapokuja mbele za Mungu na kutoa maombi yetu, Roho Mtakatifu na moto wake unaambatana pamoja nasi katika mioyo yetu na katika maisha yetu. Na Mungu akawa ametenda hayo kwa taifa hilo ambalo lilikuwa linahitaji Mungu kushuka kwa ajili ya yale mambo ambayo nimeyataja, mambo ambayo yalikuwa yanaendelea katika taifa lile la Israeli. So katika mlango wa 6 tunapata kwamba Sulemani aliweza kuuliza Mungu, he asked God to make provisions for the people when they sinned. Akawa anaambia Mungu ya kwamba hata wakati ambao tumetenda dhambi, hata wakati ambao tumeenda kinyume na mapenzi yako, Bwana tunakuomba ya kwamba Bwana utusamee. Anamwambia kwamba Bwana utusaidie na utujibu katika yale maombi yetu ambayo tumeyaomba mbele zako. And God answered this prayer. Mahali ambayo tumeweza kusoma, Mungu aliweza kujibu maombi yale
ambayo Sulemani aliweza kuomba, na nataka tuone vile ambavyo Mungu alijibu maombi yale. Katika mstari wa 12, the Bible says, then the Lord appeared to Solomon by night. Sulemani na taifa la Israeli wamechukua muda ya maombi, na sasa Mungu anajidhihirisha kwake, na Mungu anazungumuza na yeye. So the Lord appeared to Solomon by night and said to him, akamwambia, I have heard your prayer. I have heard your prayer. Akamwambia, I have chosen this place for myself as a house of sacrifice. Mungu anazungumza na Sulemani katika njia ya kumjibu lile ombi ambalo ameweza kuomba. Of course, moja yapo ya maombi yakawa ni kwamba Mungu akaweze kukubali lile hekalu. Nakumbuka unaposoma katika ile ombi ya Sulemani, unakuta Sulemani akawa anasema kwamba nimekujengea kitu kidogo sana, lakini nakuomba uipokee. Na Mungu sasa anajibu maombi ya Sulemani na anamwambia kwamba nimekubali. Anamwambia, I have chosen this place for myself as a house of sacrifice. Nimekubali. Na anamwambia kwamba katika mstari wa 13, when I shut up heaven and there is no rain, or command the locusts to devour the land, or send pestilence among my people, then anasema, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. Bwana asifiwe sana. Mungu anasema nimekubali. Wakati ambao tunaenda mbele za Mungu kwa unyenyekevu, of course God is speaking of some conditions that we must meet even as we go before him in prayer. Unaposoma katika lile somo, kuna yale masharti ambayo Mungu anataka tuweze kuyatimiza tunapoenda mbele zake kwa maombi. Anasema jambo la kwanza ni humble yourself. Humble yourselves. Mstari wa 14, if my people who are called by my name shall humble themselves. Mungu anataka sana tuende mbele zake kwa unyenyekevu mwingi. Na anataka pia tunapoenda mbele zake, let us pray. Let's pray to him. Let's pray to him. Tuombe. Kuna mambo mengi kama tu vile ambavyo Sulemani na yeye pamoja na taifa la Israeli walikuwa na mambo mengi katika lile taifa la kupeleka mbele za Mungu. So they humbled themselves and they prayed. Wakaenda na wakapeleka dua zao, wakapeleka hoja zao za maombi, na wakatafuta Mungu uso. Anasema seek him. Anasema if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their sin. Turn from their sin. Wageuke kutoka kwa dhambi zao. Na hayo ni masharti ambayo Mungu anatafuta sana kwetu sisi tulio watu wake tunapoenda mbele zake kuomba, kama vile taifa la Israeli pamoja na mfalme Sulemani walivyofanya. We need to repent even as we go before God. We need to go before him in humility. We need to tell him of the issues that we are going through, because jinsi tu ilivyokuwa katika taifa la Israeli, tunapoona vile mambo yanavyoenda, tunapoona mambo jinsi yanavyoendelea katika taifa letu, katika vijiji vyetu, katika jamii zetu, inatuambia kwamba hata na sisi Mungu anatuita tukaweza kwenda mbele zake kwa unyenyekevu, na hata tukitubu makosa na tukitubu dhambi, kwa sababu yeye anakubali ya kwamba yeye atatusamehe. Anasema yeye atatujibu. Na we have lost our spiritual. Na ukiangalia the things that are going on, we say that we have lost our spiritual equilibrium and reversed our values. Unakuta hata unapotembea, tunatembea kwa aibu kwa sababu ya yale mambo ambayo yanatendeka hata katika vijiji vyetu, hata katika jamii zetu. Kuna mambo ambayo hayaendi sawa. We have ridiculed the absolute truth of God's word and called it pluralism. Mambo kanisa na watu waumini wameenda wakajichanganya na mambo mengi katika ulimwengu huu, mambo mengi ambayo ni dhambi, mambo mengi ambayo ni maovu. And we have worshipped even other gods and called it freedom of worship. Even as a nation, kama taifa, kuna mambo haya ambayo tumeyafanya.
tukichanganya ile imani iliyo safi na tukaenenda kinyume na yale maadili ambayo Mungu ameweza kutuwekea. Unapoangalia what we are going through, we have endorsed perversion and called it alternative lifestyle. Kuna mambo ambayo yanafanyika, kuna mambo ambayo tukaipea jina majina mengine. We have exploited the poor, rewarded laziness and killed the unborn, terming it justifiable. Kuna mambo ambayo tunafanya na hata unakuta kwamba hata sheria zetu labda za taifa limefika mahali sheria hizo zimekubali hayo mambo. Yaweza kuwa ni mambo ambayo ni potovu mbele za Mungu, lakini kama taifa tunakuta kwamba ni justifiable, na kwa sababu ya hiyo unakuta kwamba tumekubali hayo mambo yakaweza kuendelea. We have abused power and called it politics. Ukiangalia even in the political world, things are happening. Kuna mambo mengi ambayo yanafanyika, kuna dhuluma nyingi ambayo inafanyika, kuna mauaji ambayo yanaendelea, na mara nyingi tukaiona tu kwamba ni siasa. And when God looks at some of these things, Mungu anapotazama haya mambo anaona machukizo mbele zake, ambayo inamaanisha kwamba wale kama taifa la Israeli vile ambavyo walivyofanya na mfalme wao, inapasa waumini, watoto wa Mungu, wakaweze kuchukua nafasi ya kumkimbilia Bwana. We have embezzled public funds and called it hustling. We have coveted our neighbors' possessions and called it ambition. Haya ni mambo ambayo yanaendelea katika vijiji vyetu, katika miji yetu, katika taifa letu, na mara nyingi tunakuta kwamba tumefika katika ile hali ambayo tunayaona kwamba ni mambo yaliyo ya kawaida. We have polluted the air with profanity and pornography and called it freedom of expression. Kuna mambo ambayo watu wanafanya na wanasema, hata wakiambiwa wanasema we have the freedom of choice, we have freedom of expression, we have freedom, all those freedoms, na imefanya mara nyingi tumeenda kinyume na mapenzi ya Mungu. We have ridiculed the time honored values of our forefathers and called it enlightenment. Wanasema sisi sasa tumechanuka, sasa sisi tumejua, labda wazee wetu hawakujua, na haya mambo yote yametuweka katika hali ya kumdhihaki Mungu na kutenda mambo ambayo ni machukizo mbele zake. But I thank God for the message that he gives to Solomon. Taifa la Israeli pia walikuwa wamefanya tu makosa kama vile ambavyo na sisi tunafanya makosa. But the Bible is telling us, Mungu wakati hao walienda kwa unyenyekevu mbele za Mungu na wakaomba na wakaita mbinguni kwa ajili ya taifa, Biblia inatuambia kwamba Mungu akakuja kwa Sulemani na akamwambia, nimesikia maombi yako. Bwana asifiwe sana. Na hata sisi kama kanisa kuna mambo ambayo tuwapaswa kupeleka mbele za Mungu. Tunapoona hata mambo jinsi yanavyoendelea, mauaji ya kiolela, utekaji nyara ambayo inaendelea katika taifa, unakuta kwa sasa hata taifa linapitia mambo magumu. Jana hata katika runinga mnasikia watu wanalia sehemu nyingi, mvua hakuna, mahindi yanakauka, tunakodolea macho, njaa inakodolea macho taifa. These are things that should remind us that we need to go before the Lord in prayer. Bwana sifiwe sana. Mambo hata unapotembea unasikia matamshi ya watu, matamshi ya kikabila, hofu ambayo imejaa watu. Tunapotazamia hata mambo ya uchaguzi wa mwaka kesho, these are things that should call upon us that we wake up and go before the Lord in prayer, vile ambavyo Sulemani na taifa la Israeli walivyofanya. Na nashukuru kwa sababu walipoenda mbele za Mungu, walienda mbele za Mungu kwa kutubu, walienda mbele za Mungu kwa kunyenyekea, walienda wakiungama makosa yao. And true repentance is more than talk, it is changed behavior. God is ready to help us hata katika ile hali ambayo tunapitia,
hata kwa mambo ambayo tunaona ambayo yanakera mioyo yetu, we can go to him in prayer. Na akasema kwamba I have chosen this place, nimechagua mahali hapa ni mahali pa maombi. Anasema masikio yangu yatakuwa hapa, akasema macho yangu yatakuwa hapa, na niombi langu kwamba hata sasa, especially tunapoona hata mambo yakifanyika jinsi yanavyofanyika na yale matamshi ya kero, intakana itusongeshe sana karibu na nyumba ya Mungu. Bwana asifiwe. Itusonge sana katika nyumba ya Mungu, kwa sababu nyumba ya Mungu hapa, anasema macho yake yako wazi hapa, masikio yake yako wazi hapa. Yeye atatusikia na atatujibu tukinyenyekea, tukimtafuta, tukimuomba na tukiacha njia zetu zilizo mbaya. Mungu atusaidie. Na nataka nimpe mama Mbogo kwa sababu ya jambo hilo. Kuna mambo mengi ambayo tuwapaswa kupeleka mbele za Mungu kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya miji yetu, kwa ajili ya vijiji vyetu, kwa ajili ya jamii zetu. Naomba kwa ajili ya neno hili tuende mbele za Mungu, tupeleke mbele za Mungu kwa maombi, tukikumbuka taifa letu. Karibu sana. Karibu. Tuamini na tuombe. Mungu wetu na Baba wetu, twaja mbele zako Bwana katika hali ya unyenyekevu, tukiomba kwamba sisi ni wenye dhambi. Bwana, utusamehe na utuoshe na damu yako. Asante kwa sababu ya kazi njema ulioifanya pale msalabani. Ukapigwa, damu ikatiririka pale msalabani, ikawa dhabihu kwamba sisi tumepona. Asante kwa sababu Bwana, hata wakati huu damu yako ni bichi na inaendelea kuponya wale ambao wananyenyekea mbele zako. Na kama vile neno lako Bwana limetufundisha ya kwamba Suleimani wakati alipokuja mbele zako na hata kawaita Waisraeli ili kwamba wapate kunyenyekea mbele zako, ukawapa ahadi ya kwamba watu wako wakinyenyekea na kutubu dhambi zako na kukiri mbele zako Bwana, utaponya nchi. Tazama nchi yetu wakati huu, mioyo yetu inahuzunika tunaposikia maneno hapa na pale, tunapoangalia nchi imekauka, tunapoangalia watoto wetu wamekuwa wagaidi sana. Mioyo yetu inanyenyekea mbele zako, na hata tunaogopa tukiwa mbele zako kama vile Suleimani na hata wana wa Israeli walivyonyenyekea mbele zako wakitoa dhabihu Bwana, ili kwamba uwasamehe dhambi zao. Sisi tumetenda dhambi, tumeongea mengi kinyume cha mapenzi yako. Watoto wetu wamekuasi, Mungu wa Israeli. Jehova, tunyenyekea mbele zako tukiomba msamaha. Ukatusamehe Bwana na kutuosha na damu hiyo iliyomwagika msalabani, ili kwamba upate kuponya nchi yetu, ili Bwana upate hata kutusamehe dhambi hizo na kuponya nafsi zetu, ili Bwana tukupendeze Bwana tukiwa mbele zako na mbele ya madhabahu hii. Na mwisho Bwana tupate urithi wa ufalme wa mbinguni. Pokea sifa, pokea hata na utukufu. Kote Bwana katika nchi yetu ya Kenya, twakuomba kwamba wale ambao wamefanya kinyume na mapenzi yako, hata kama ni rais wa nchi hii, Jehova, twaitisha msamaha. Watoto wetu vile wamekuasi Bwana, twaomba msamaha. Hata sisi binafsi Bwana, twaomba msamaha mbele zako, ili kwamba Bwana tukubariki mbele zako. Hakika Bwana, na mwisho tupate urithi wa ufalme wa mbinguni. Pokea sifa, pokea hata na utukufu. Twajua ya kwamba tukiomba na kuamini Bwana pamoja nasi na utatutendea vyema. Asante kwa sababu ya kanisa hili la AIC Green Hill. Asante ni kwa sababu hata kupata nafasi
ya kuja kusema hata saa hii kuna nguvu ya ajabu katika jina la Yesu. Bwana, tusaidie kuishi ndani yako, nawe ndani yetu, ili mwisho tupate urithi wa ufalme wa mbinguni. Kijiji hiki cha Munyaka kinahitaji toba kutoka kwako Mungu wetu. Watu wako vijana wamekuasi, pombe mahali hapa na pale na kule kwingine. Watu hawakuogopi Jehova. Okoa kijiji chetu, ili kwamba usitumalize kama vile uliwamaliza Sodoma na Gomora. Oh my dear Father, utukumbuke na ututendee vyema, ukaponye watoto wetu. Vijana wetu wameangamia sana. Na Bwana, ukiwaokoa, nchi itasimama, kutakuwa na furaha na vigeregere. Hata huko mbinguni malaika watafurahia. Ni kwa sababu ni mmoja tu akikiri, mbinguni kuna furaha. Kwa hivyo tawakabidhi mkononi mwako watoto wetu ambao hawakujui, wakujue na wakufuate, na mwisho ni uzima wa milele. Hata wazee wameangamia, kila mtu ameenda kinyume cha mapenzi yako. Tusamehe na utuoshe na damu ya Yesu. Mwisho tutafurahi, ni kwa sababu wewe ni mwema. Bariki kila mmoja ambaye amejitoa siku ya leo kuwa dhabihu ya ibada hii. Kila mmoja ambaye aliyeko mahali hapa, haja zake Bwana unaziona. Tutolee dhabihu katika jina la Yesu. Bariki kazi ya mikono yetu. Tunapokufanyia Bwana, nawe unatufuata ukitubariki. Na mwisho tupate kushukuru na kuinua jina lako. Kwa hivyo twajikabidhi mkononi mwako, tukishukuru ni kwa sababu ya neema na nguvu zako. Tusaidie kuishi kwako, na mwisho tuwe warithi pamoja na wewe. Asanti ni kwa sababu ya neno jema ambao umenena pamoja nasi. Tupe neema, tupe nguvu, tupe ufahamu, ili kwamba tunaposikia neno lako isiwe ni kusikia tu, bali tuwe watendaji. Na mwisho tutaishi na wewe milele na hata milele. So Bwana, tubariki sisi pamoja na wenzetu wote ambao Bwana huja katika kanisa hili. Na Bwana, tutashukuru na kuinua jina lako. Twanyenyekea mbele zako. Bariki mchungaji, bariki familia yake, bariki maisha yake. Asante ni kwa sababu ya kumuita, kwa sababu ya kazi yako. Asante ni kwa sababu ya nguvu ya kiroho umemweka ndani yako. Anapotulisha Bwana, sifa na utukufu zinakurudia. Kwa hivyo amekuwa baraka kwetu. Mbariki pamoja na familia yake, na neno lako liwe kwa wingi katika maisha yake. Maana twaomba haya tukijua ya kwamba umesikia na utaendelea kututendea vyema. Na ni katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Asante sana. Naomba tutatoa zaka zetu, alafu kisha tusemezane maneno ya neema. Karibuni sana. Niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Baba, maana ninashukuru. Nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Ni Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, bali ninashukuru. Tusemezane neema. Neema Bwana wetu Yesu Kristo na mapenzi ya Mwenyezi Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote
sasa na hata milele. Amina. Bwana awabariki sana.